Welcome to Wise Vision TV. Light up your dream. Wise Vision TV. 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 Nawakaribisha anniversaire, photoshoot, sherehe, interview, tunafanya kazi bila wasiwasi. Apandaye mema atavuna mema, apandaye mabaya mabaya atavuna. Wapendwa wa Wise Vision TV, tunawakaribisha kwenye platform yetu ya Wise Vision TV. Kama jinsi mnajua, sisi tunatembea mahali mingi sana, na leo tuko Norvege kwa ajili ya kutafuta wasanii na mambo mbalimbali ambayo tunazidi kuendelea nao kimedia. Bila ukawia sana, ningeomba wajitambulishe, tukianza na Mama Sara. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mimi naitwa kwa Mama Sara Kubuya. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mungu awabariki. Amen. Papa pia kule mjitambulishe kwa wenye kututazama. Bwana Yesu asifiwe. Nami pia ninaitwa kwa jina ya Jonathan Kubuya. Mimi ni mwimbaji. Mama Sara na Papa Jonathan Kubuya weko hapa Norvege kwa muda kidogo hivi. Tungependa kwanza kujua Mama Sara. Yeah. Utufasirie kwa kwanza kidogo, Mama Sara ni mtu alitokea wapi? Wa nchi gani? Ulikumalia wapi? Dini gani? Kwa kifupi tu. Mama Sara ndiye huyu hapa. Mama Sara alizaliwa kwa mji wa Kongo, ndani ya kijiji ya Kalima, huko Warega ndiko Mama Sara alizaliwa. Alafu Mama Sara, baba yake na mama yake wakatumwa kazi Goma. Mama Sara kakumalia Goma. Wazazi wa Mama Sara wakaanza ingia kanisa la Mungu, ofisi pale Goma. Baba yangu alikuwa mpiga gita basi mkubwa sana. Alafu humo ndani mkakuja kijana mmoja ndani ya hiyo group ambayo inaitwa Le Messager, mahali ambako baba yangu mzazi alikuwa anapiga gita basi, ambaye alikuwa president wa hiyo group. Kukaja kijana mmoja naye mwimbaji maarufu. Mimi nilikuwa nikiimba ndani ya kwaya ndani ya kanisa la Mungu ambalo linaitwa Chorale de la Pentecôte. Huyo kijana ambaye alikuja ndani ya group Le Messager kuimba pamoja na baba yangu, hakuona mwingine msichana. Akasema nitaoa binti wa president wa hii group yetu ambaye ndiye huyu hapa. Akanioa na tukaendelesha huduma. Mungu awabariki sana. Huyu ndiye Mama Sara. Asante Papa Jonathan, pia please mjitambulishe kidogo tu, kufasimili kumalia dini kwa kifupi tu. Kwa kawaida mimi sina ushuhuda wowote wa kunaweza kusema. Mimi nimezaliwa Goma, mainteriere kule wanaita Masisi. Wazazi wangu ni wachungaji, ni mapastors, na nimekomala katika kanisa. Na huduma kama nimefika leo, nimeanza katika École de Dimanche wanaita Sunday School. Ndio nimeanza huduma hii. Nimekuwa kama vile chef wa kwaya, wa makwaya mingi. Na kwa hiyo nimeendelea. Kuna kwaya moja nimeanzia kuimba ndani kwa kutokea École de Dimanche. Nimeingia kwa kwaya wanaita kwaya ya Kishonja huko mahali mistuni huko, interior ya Goma huko. Na huko kumenipatia kabisa changamoto sana kusudi kwa kuendelea na uimbaji. Nilipofika Goma nimekuwa interested sana na timu moja wanaita Le Messager Band. Walikuwa hapo Goma. Nikaanza mazoezi, tukakuwa integrate mwa hiyo band, na band imekula kabisa success mingi kabisa. Mwezi kuzimeisha, na kisha Volcano ilifika Goma. Mimi nikakamata njia ya East Africa, nikaenda Kenya.
kutoka Kenya, nimeona Kenya maisha pale, nikatoka Kenya nikaenda Uganda. Na kufika Uganda ndio nimepata hiyo opportunity ya kufika hapa Norway. Okay, sogeza kwa microphone kidogo. Yeah. Sasa tukifuata vizuri jinsi mnaongea kwa mlikuwa kwenye kwaya moja. Sasa tunaweza kusema ni wakati gani mlipata wazo ya kuanza kumwimbia Mungu nje ya kwaya? Yaani kama sana. Yeah. Kama sana wakati tumeoana, niseme nirudi nyuma kidogo. Wakati Volcano ilifika Goma, yeye akaenda kwa mji wa Kenya, mimi nikabaki Goma, na pale hatujaoana bado, ilikuwa ningali kwetu. Kisha miaka kidogo akarudi Goma, akakuja kunioa. Tukapanda sote, ile wakati alikuwa ametoka Kenya amerudi Kampala, Uganda. Tukakaa Kampala, tukazaa kama watoto wawili. Alafu tukaona sasa itakuwaje, sisi ni waimbaji. Kwa nini tusifanye group ya sanaa kama sisi? Hapo Kampala. Tukapanana ma idea. Tukapata nyimbo 6 kama sisi. Tukaingia studio. Tukazitoa hizo nyimbo kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na tukafanya video kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na nyimbo ziko kwa YouTube. Okay, asante sana. Kwa hiyo tunasikia kama inaweza kuwa ni mwaka gani hivi ndio mlianza sasa kurekodi nyimbo kwenye studio? Ilikuwa mwaka 2008 na 9. Sasa kutoka 2009 2009 mpaka hapa sasa mmesha record album ngapi? Ya, tuna hiyo album moja kwanza, na hapa Norway tumeanza ingine album. Okay. Hiyo tutaiongelea kabisa. Hiyo album ilikuwa inaitwa kwa jina gani? Unitendee na mimi. Kwa nini unitendee na mimi? Baba, kuna changamoto. Tujue kwa moja tu. Unajua Uganda ni nchi ya Waganda. Na lugha inasema hapo ni Kiganda. Sisi tunakuja na Swahili. Hiyo ni changamoto moja. Okay. Tusiende ndani sana, wandugu wa Wise Vision TV. Interview yetu ni fupi sana, lakini tutajaribu kuwaletea vitu vizuri ambavyo mtahitaji sana kusikia. Sasa Papa Jonathan. Yes. Mkisha record hiyo album ya kwanza 2009. Paka jinsi mnakia kufikia hapa Norway, na hii ni 2025. Hii espace yote ilikuwa ni kitu gani kilifanyisha msirecord album nyingine, au mlikuwa na changamoto gani katikati? Si ndio nikwambie changamoto tulikuwa nayo kwa kweli kabisa. Maisha yalikuwa magumu sana Uganda. Kutoa album ilikuwa ni kujiima kabisa. Hata ulikuwa unaweza, maisha ilikuwa gumu kabisa, kupata pesa ilikuwa nguvu. Na changamoto tumekutana nazo mingi sana sana tena. Unaona huduma ilikuwa, lakini tukakutana na roho zingine za kugongana. Kwa maana kusema huyu ndio au ni huyu ni yuko juu, huyu yuko hivi. Sasa hiyo muda nilikuwa tunaweza kupewa aliko fazi fulani, wanasema au msiwaite, wanaweza wakawaharibia concert, wakasema hiyo concert waichukue, kwani hao wana huduma yao iko nguvu sana. Na ndio changamoto tumepata hizo nguvu za huduma. Na ndio maana na shetani akapata nafasi kwa sisi, hatakuwa na kitu chochote. Kipesa hapana kabisa. Okay. Na kazi yeni ilikuwa nayo, ilikuwa mapato kabisa ya kuchunga jamaa na kulipa rent ya nyumba, ilikuwa ngumu kabisa. Kwa changamoto kubwa sana. Sasa tukiangalia sasa Papa Jonathan na Mama Sarah wanaimbaka mara mingi beko pamoja. Na sasa kwa kusema kumipatia identity fulani kwa waimbaji wa nyimbo za Injili, kuko wengine uandikaji wa nyimbo zao iko base sana na worship, yani adoration. Bengine ni praise, yani louange. Na bengine ni message. Sasa nyie wawili
huduma yenu iko ni worship zaidi, ndio mnaweza kuimba wengine, lakini mko bazi zaidi munini, mu message, mu adoration au louange? Sisi kabisa yetu inakuwa ni message. Yeah. Okay. Zaidi mko bazi sana mu message. Ni message ya uokovu, message ya amani, message ya upendo, ya baraka, au message gani? Message yenye tunapanaka ni selo na mazingira tunakuta nafasi. Yeah. Kama ni vile ni unyumba, kuna message ambayo tunachapa ya ndoa. Kama ni tunakutana nafasi ya kuna amani, tunatia message ya amani hapa. Kama tunakutana mahali ambako watu wali farakana kidogo, tunawaonya. Hiyo tu. Okay. Sawa, sasa ni naweza kusema sasa project ambayo mko mnafikiria next. Wandugu wenye kututazama, kwa kitu kizuri sana tutaongelea, kwa hiyo tunaomba tuvumilie kidogo, utavumbua vitu vizuri sana. Hapa mama na papa Jonathan tunapenda kuongelea sasa kuhusu project fulani ambayo mko mnafikiria next. Before tuongelee concept. Kwa sababu jana tuliona ilikuwa mambo mengine. So next after concert, yani concert tutaiongelea kwa mwisho, yani tuongelee kwanza next. Mko na project gani? Kwa sababu nasikia kama mnaongelea challenge fulani ambayo mlikuwa mnaipitia Uganda ambayo iliwastopia msitengeneze album yafuata. Sasa kwa hapa sasa mna project gani ambayo watu tutazama watarajia? Project ziko nyingi. Tuna project nyingi kabisa ambazo tuko tunafikiria. Kwanza nitashukuru kwanza chumba chetu cha Swahili Gospel TV ambao linatushikilia sana. Alituachi katika project zetu. Tunaandaa kwanza video ya album mpya ambayo tumeifanya hapa Norway. Hiyo ni project ya kwanza. Kwa ngambo ya uimbaji. Kwa ngambo ya huduma sisi tuko tunaandaa kukuwa na kutana na makapozi. Ya kupatia makapozi shauri makapozi. Hata kufanya hata kufanya conference. Mungu atujalie tuko tukifanya conference na wanandoa. Maana tunakutana hapa ndani ya mji wetu wa Ulaya, kuna changamoto kubwa ndani ya maunyumba. Mungu akitujalia tunaweza kufanya ile project kabisa hiyo kubwa. Kukuwa naongea kama wanandoa. Okay. So fasi nyingine wanasemaka kama mtu anaweza kuongea vizuri au kushauria vizuri kwa kitu ambacho anaweza kuwa na experience fulani. Yaani mmeshawahi kupata changamoto fulani ya ndoa hivi? Ndoa. Huyu alizaliwa kwao. Ambako kule alikomaa huko. Na wakampatia shauri zake huko nyumbani. Mimi nilizaliwa kwetu. Nikakomaa huko. Sasa hizi akili mbili zikae fasi moja. Na zidumu. Na tufike wakati tuzikane. Baba, unawazaje? Yaani changamoto iko. Asante. Sasa watu wakitafuta kwa mfano kumitafuta kwenye social media, unajua ndio speed yenye kwa hapa sasa ya dunia hapa sasa ni social network. Unaweza kumipata kupitia social network gani? Kuna kuwa kwanza Swahili Gospel TV, ukafinya tu kwa Swahili Gospel TV kwa YouTube. Unafinya hapo unamtafuta Mama Sara, utampata. Ingine ukifinya tena Jonathan Kubuya. Jonathan Kubuya. Hapo nako utanipata. Okay. Yaani mapatikana kwenye Facebook, YouTube, Instagram. Okay. Watazamaji wa Wise Vision TV, tunafika sasa na wazee, ni sehemu ambayo mlikuwa mnaingojea sana. Ni siku ambayo ilipita jana, kulikuwa concert nzuri sana ya mama yetu au dada yetu Sara na papa yetu Jonathan. Yaani concert ambayo ilipita jana ilikuwa inaitwa To Praise and Worship. Haikuwa na jina hata ingine. Hakuna jina ingine. Ilikuwa tu ni kuabudu na kutukuza. Kwa nini tulisema ni time of worship? Kuna muda mtu unaweza kulia sana, unaomba sana, unajinyenyekeza sana. Inafika mahali ambapo unasema aya, acha baba nikuimbie sasa tu.
sababu nimeshaimba, nilishaomba, nilishaabudu, acha niimbe tu na unione. Hiyo ndio tulifanya siku ya jana. Ndio. Yeah. Sasa idea ya concert yenyewe ya jana ilitokea wapi? Ilitokea wapi? Ni vichwa vimekaa fasi moja muda mrefu. Mimi hata niongee kidogo. Yeah. Idea ya concert ya jana imetokea kunini? Tangu tumefika katika mji wa Norway, hatujawahi kupigia concert kwa nafasi ya endroit public. Ile ndio tulikuwa tunapiga tu concert kwa makanisa. Lakini tumependa iwe hivyo. Tuye nafasi ya nani public watu wote dunia nzima. Kwa kanisa inakuwa kama ni unaweza kuwa kama ni privé ya kanisa. Ndiyo. Lakini hata dunia nayo ione. Kwa ndio maana yani ndio maana tumepanga kufanya hiyo concert, tulipanga kufanya hiyo concert kwa fasi ya public. Watu waone na tujiadapt. Hiyo system ya public tusijitie fasi zaidi kwa fasi ya makanisa sana. Okay. Yani Papa Jonathan na Mama Sarah ni sio watu ambao wameisha kawia sana hapa Norway. Wazia hii ni concert ya kwanza yenye mlifanya kubwa. Yeah. Ndio Mama Sarah muendelee kidogo. Nilikuwa nataka kuongeza hivi. Hiyo idea ya kufanya concert. Hiyo nafasi hapo. Tulikaa kwanza na huyu baba. Tukaongea. Unaonaje? Tunaweza? Mimi nilikuwa na woga. Nikasema hapa tuko wageni. Bado hatujakawia mwa inchi. Itakuwaje? Ndio. Alafu tukamuita kaka yetu. Wewe anamuita kaka yangu. Tukamuita Björgen. Bwana Björgen. Christian. Huyo kaka ananitia nguvu kabisa. Na ananionyesha kama nitaweza. Ananionyesha tia mguu hapa. Weka ingine pale. Twende. Alafu huyo kaka katupatia idea. Tukakuwa watu watatu. Kisha wale watu watatu tukaongeza kuna mapasta wa kanisa yetu. Wakatonesha kama tutaweza. Na imechukua muda kabisa. Inaweza kuwa kama miezi 6. Tukipangia hiyo kitu. Okay. Hapa ilifanyika jana. Lakini tunamshukuru Mungu imewezekana. Okay, sasa wakati mtu yuko anapanga kitu anakuwa na matarajio fulani. Yaani ile matarajio yenyewe ndio mnatarajia kwa ile concert ya jana. Mlifikia ile matarajio mlikuwa nayo mbele ya concert? Matarajio tumeyafikia, kwani kufuatana na concert tulikuwa tunafanya kwa kanisa kwa church, kumekuwa mabadiliko. Hata tumefanya concert jana, tumeona umati wa watu umekuwa wengi. Effective imeongezeka kabisa. Na ndio nimeona imenipatia idea ya mawazo ya kuendelea mbele kufanya concert fasi ya mahali public. Ndio imenipatia hiyo changamoto, hiyo ndio imetupatia changamoto sana. Okay. Tupate hiyo fatu kwa tunafanya production zenye kule public. Okay. Ili nipatie changamoto sana kwa wale watu. Jana mimi nimeshangaa kabisa. Nimeona umati wa watu kabisa. Hata watu siwajui, wamasi wajui hata walikuja. Okay. So Mama Sarah, ukiangalia concert jinsi ilikuwa mwanzo mpaka mwisho, kuna vitu ambavyo unaona kama kwa concert yafuata itabidi virekebishe? Kama vitu fulani viwili vitatu wenyewe unaona kama hiki itabidi nibadilishe. Ndio. Inaweza kuwa kitu gani vile? Kwa sababu wenye kututazama kwa sababu tunajua kama Swahili Gospel TV ilikuwa pale mkuchukua picha ya hiyo video. Ni kumaanisha kama hiyo video itakuwa kwenye YouTube na watu wataitazama, wataangalia kila kitu. Yaani kuna kwa vitu vinyo unaweza kufikiria kama hapa tukiboresha zaidi, kwa sababu nyinyi watumishi wa Mungu. Yote ambayo mnaongea njia wa watu wa Mungu itawasaidia katika maisha. Kuna wengine pia wako wanatayarisha concert. Mkaongea neno moja au mbili, yani inaweza kuwa isikue sasa kama unaona kama mwezi kuiongea, inaweza kuwa neno ambayo inaweza kusaidia mtu mwenye kuandaa concert yake. Baba, unataka nitoe siri zangu nje? Lakini kwa nini mimi ningesema kidogo? Ingekuwa problem yenye changamoto tulikutana nazo jana ni problem ya muda. Kwa problem ya muda. Muda tuliukamata kama vile tukiuchezesha. Ndio. Sasa ilibidi ikatukost saa za mwisho za kumaliza.
na ndio maana hiyo ilikuwa kabisa kitu tutarekebisha na kurekebisha siku za mbele. Ndio. Na aliko za watu watu walikuwa wengi sana. Sasa na saa kufuatana na saa ambazo tulizopewa hiyo fasi. Okay. So kwa hiyo ushauri gani mnaweza kumpatia mtu mwenye kututazama ambaye anataka kutengeneza naye concert kupitia hiyo point? Mimi naweza kumpatia ushauri kama anataka kufanya concert kama mialiko iwe kidogo. Ama kama na muda mrefu anaweza kafanya, lakini mwaliko wasio wengi sana. Asante sana. Sasa Mama Sarah, tunaanza kufika mwisho wa interview yetu. Mmeishaongelea project Inqua Next. Yenyewe mnasema kama mtaanza kushauria mama couple, lakini watu pia wangependa wawasikie kama mko studio au kwa nyimbo fulani. Yes. Nyimbo ziko kwa studio. Watu ngoje tu kidogo tu. Tunakuja na nyimbo. Nyimbo iko tayari jikoni. Ya. Inapikwa kabisa. Kuna nyimbo kali ambazo zinakuja. Tunakuja, yani watu mbakie connected zaidi na media ambayo ina support sana huduma ya dada yetu ambayo inaitwa ni Swahili Gospel TV. Mjisubscribe kwa hiyo channel, mtafuatilia zaidi vitu ambavyo Papa Jonathan na Mama Sarah watu wanafanya kwenye huduma yao. Sasa hivi tunaanza kuelekea kwa mwisho. Niko na maulizo mengine mbili tu sasa kidogo. Nitaanza kwanza na Mama Sarah. Mama Sarah, ni rangi gani ambayo unapenda sana maisha yako? Kala. Ninapenda kala ya amani. Napendelea sana kala nyeupe. Sasa unashajibia jibu pili mara moja yako. Asante sana. Yaani Mama Sarah anapendaka white. Ni kwa sababu ningeuliza kwa nini sasa kwa sababu ya amani, na kwenye nyimbo yenu pia mlisema mnapenda sana message na amani nini. Asante. Papa Jonathan. Kwa rangi ambayo mimi napendaka zaidi, napendaka dark blue. Dark blue. Kwa nini? Hiyo rangi inanipendezaka sana kwa background, na background za dark blue zinakuwa vizuri sana. Zaidi kama iko kwa project na iko kwa project ya Kibambazi, unakutanaka Selomi ndio rangi mnajifurahi wakati haina na mahana fulani. Yaani hii swali tunakuwa tunaiuliza ja ku refresh wakati tunaanza kuelekea kwa mwisho. Ni vitu wengine wanapenda kujua hata msanii, kwa sababu watu wenye kuwafuata hapa wanapenda kujua Mama Sarah anapenda kama matunda gani. Mwingine hata sana mimi napenda kama banana. Kwa tukienda kutoka na muda mfupi sana, Mama Sarah na Papa Jonathan, please muwabariki kidogo watu wenye kututazama na nyimbo kidogo tu, vocal kidogo tu, watu wenye kutazama tunaelekea mwisho. Hapandaye mema hatavuna mema, hapandaye mabaya atavuna, naye asengenyaye mwisho atasengenywa. Mwisho atasengenywa. Amen. Mungu awabariki wapendwa, tunawapenda sana. Mungu awabariki sana. Muendelee kutufuata. Papa Jonathan. Hatukuletei filosofia wala hatukuletei habari za Afrika, bali tunakuletea habari za msalaba wa Yesu, ambayo ni nguvu kwa walioamini, bali upuzi kwa wasioamini. Bwana yuaja, yeye yuaja ndugu, amini. Asante sana Mama Sarah. Tunajua concert yenyewe ulifanya kulikuwa management, kulikuwa watu ambao walikusupport, kuna watu fulani walifika. Wewe ungewapatia message kidogo team nzima ambao walikusupport wenye walifika kwa concert ya jana? Shukrani ya kwanza nitaipatia kwanza Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kwa kutuwezesha kufanya hii concert. Sifa zimrudi Mwenyezi Mungu. Ya pili, shukrani zangu nitazipana kwa Swahili Gospel TV ambayo tumeanza nayo mwanzo hadi mwisho. Ya tatu, nitaipatia group ambayo inanisupport sana, Sound of Victory,
Wana memba wote wa Sound of Victory, Mungu awabariki sana. Akina mama, akina baba, Mungu awabariki sana. Ninawapenda sana. Tushikane mkono kwa mkono, tuangalini nini ambayo Mungu anatutaandalia. Zangu za ine ni kwa chache yetu Methodist shirika, wameniunga mkono sana sana kabisa. Tangu wazee wetu Ture, Ivar, mama Pastor Suzana, mume wake Benjamin. Mungu awabariki sana. Mama Syria, mama Lorene, mama Vicky, ninawapenda sana kweli kabisa. Mungu awabariki. Na wote ambao wametoka mbali huko kama vile wakaka Atanazi, kaka Jean-Claude, Mungu awabariki sana. Mungu awaendelee kuwainua zaidi. Angali acha ya mioyo yenu. Mungu awabariki. Na wote ambao waliokuja ndani ya concert, sina ya kuwalipa. Mwenyezi Mungu awalipe. Mungu aone haja ya mioyo yenu, awape. Mungu awabariki. Amen. Amina. Papa Jonathan, message ya encouragement kwa mtu mwenye anazoka kwa depression nini, message moya encouragement ya mtu mwenye anazoka anapitia magumu fulani kama mtu mwisho. Mimi naweza encourager ba upcoming wenye uko na tafuta kufanya huduma ya uimbaji. Unatafuta kufanya hii huduma ya uimbaji. Mimi na encourager tu wakuwe na roho nguvu. Kwani hii sio rahisi. Muna vitu vingi banani magumu mingi. Magumu ziko mingi. Lakini pamoja na Mungu tutaweza tu. Amen. Pamoja na Mungu yote tutashinda. Ilikuwa ni Wise Vision TV. Sisi tunapatikana United Kingdom, Scotland. Hapa tuko Norway na tunatembea mahali mengi sana tofauti. Na leo tulikuwa na mama Sarah Kubuya na papa Jonathan Kubuya ambao wametubariki na sauti nzuri sana hapa mwishoni. Tutaonana tena à la prochaine, c'est Wise Vision TV. Merci, bye.